kuna watu wanaishi, kuna viumbe visivyoonekana vinaishi. Wewe unaona ukuta, unasema siwezi kutoka nje. Mimi sioni ukuta, naona njia. You interact with spiritual beings. Mchawi kama anapita kwenye dirisha, unapitia ukuta huu. Akija kwako kukuloga, akatokea kwenye kona hii, tokea kona hii, mfuate nje. Shetani haogopi maneno ya kinywa, anaogopa. Kuna watu wanaishi katika eneo la kupambana. If you uko kwenye mambo matano, ni mawili: upate pesa for free au upate cha kufanya uwe na access ya pesa. So how can a person have influence kwenye hivi vinavyoonekana? Sasa unakuwa ni kiumbe ambaye yuko duniani, lakini ambaye hadipendi tena kwenye oxygen, hadipendi kwenye damu, nyama na mwili, ila ana uzima wa watu wa kule. Yaani akiwaza kuua afu inahitaji pesa, hiyo kuua yake itahitaji pesa, atazifuata zako. Na hakuna maombi ambayo mwanadamu anaweza kuomba nje ya mambo matano dunia hii utapata matokeo. Ni vitu vipi vya kuzingatia? Jambo la kwanza, I'm very excited to learn today. Niko excited sana kujifunza leo, and karibu. This is Diary of the Creator, platform ambayo utajifunza siri za ufalme ambazo zitakutoa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na nikupe tu tahadhari, mazungumzo yanayokwenda kutokea hapa ni mazungumzo ambayo haujazoea kuyasikia kanisani, na ni mazungumzo ambayo ni kwa ajili ya watu wachache ambao they are ready to go to another level. Wako tayari kutoka hatua moja ya kawaida alafu waende kwenye level ambayo ni haionekani. Kwa hiyo nikupe tu tahadhari, kama wewe ni mtu huyo, you can stay alafu tujifunze, na kama sio mtu huyo, basi you can click away this video. Lakini utakacho kwenda kukisikia ni kitu ambacho kitabadilisha kabisa perception yako, na ni vitu ambavyo haujazoea kuvisikia kabisa. It's not what you think. Sio vitu vya kawaida ambavyo umezoea kuvisikia. So swali nililokuwa nalo ni kwamba ni kwa namna gani mtu ambaye ameokoka au ambaye hajaokoka anaweza kuathiri mazingira yake kwa namna chanya, au kwa lugha zile za nje wanasema how can a person have control of their reality? Kwa sababu kweli ni kwamba neno la Mungu linasema hivi vinavyoonekana vyote ni vya muda tu, lakini visivyoonekana ndivyo vinavyodumu milele. Kwanza lazima tujue kila wakati mtu anapokuwa anafanya mambo, kuna jambo linafanyika casually, whether knowingly or unknowingly. Hakuna jambo linalofanyika kwenye neutral ground. Sasa kwa sababu hakuna jambo ambalo linafanyika kwenye neutral ground, hii inasababishwa na kwamba every human being ambaye yuko ndani ya huu mwili, he is a spiritual being. The fact that umeokoka, you know Christ, or you don't know Christ, it doesn't remove, aiondoi ule uhalali au ukweli wa kwamba you are not a normal creature. You are a spiritual being. So kila spiritual being, kwa sababu sisi ni spiritual being, so tunaweza tufanya vitu normal based on the way dunia ina judge kwamba this is casual, this is normal, this is kawaida. Lakini kwa sababu tu kwamba kuna ukweli unaozidi ule kawaida tunaoona, ambao ni ukweli wa uhalisia, unaosema kwamba wewe sio mwanadamu katika mwili, wewe ni roho, whether unamjua Mungu au umjui Mungu. Sasa ule ukweli una nguvu sana kuliko jambo lako ulilofanya kwa kawaida. So utagundua kwamba kila jambo utakalolifanya au kila jambo mwanadamu analolifanya liko backed au lina uvuvio wa ulimwengu wa roho ambao ndio ukweli wa maisha ya kila mwanadamu. Lakini katika uvuvio wa ulimwengu wa roho ambao ndio uhalisia wetu, kwamba sio viumbe wa mwilini, huo ulimwengu sasa ziko aina mbili, ambapo tuna ulimwengu wa viumbe ambao ni wako katika the kingdom of the light na the kingdom of the darkness. So you can do something unknowingly or knowingly, but no matter how you do it, it has to be influenced with these two power, whether the light or the darkness. Uwe umefanya kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa nini? Tayari kuna legal ground, legal standing ambayo inakufanya wewe sio kiumbe wa mwilini, wewe ni kiumbe wa rohoni. Kuna siku nilisikia mtu anasema kama unahitaji kuwa na matokeo, you either have to be on one side. Either uwe kwenye nuru au uwe kwenye giza. Hauwezi kuwa kwenye giza nuru.
it's difficult to be in this in the both sides. Okay. Yeah, lazima uwe kwenye upande mmoja. Okay. Na sasa umeuliza kwamba inawezekanaje mtu kuwa kuwa influential au kuinfluence. Tunaposema kuinfluence, unajua kuna watu wakisema influencing anaamini ni kujulikana. Kuinfluence si kujulikana. Kuinfluence, au let's put it in a way, tuseme labda control. To have control of your environment, your life, na kupata vitu unavyovitaka without struggling. Yani kwamba they move kwa sababu umefanya hatua fulani. Okay. So tunaposema una influence vitu ni pale ambapo unakuwa na super power inayokufanya wewe as a spiritual being uweze kumove visivyoonekana kuja kwenye ulimwengu unaoonekana. Okay. Hapo visivyoonekana kuja kwenye ulimwengu usioonekana. Unaonekana. Okay, so unavitoa vile vilivyojificha kwenye 99%, yes, kuvileta kwenye 1% inayoonekana. Yes. Okay. Na hiyo ndio inafanya unaona watu wote, hata watu wa duniani, ulimwengu, all of inventors ambao wameinvent vitu makubwa, wamevumbua vitu, okay, whether they know God or they don't know, all of them kuna vitu waliwaza. Yeah. Kuna vitu waliviona ambavyo watu hawakuviona. So that is unseen realm. Oh yeah. Ulimwengu usioonekana. Sasa kuvileta vile vitu katika ulimwengu unaonekana, it needs power. Sasa inahitaji nguvu ya Mungu au nguvu ya shetani. Kwa nini? Ni kwa sababu we have dominion on earth. Sisi kama wanadamu tumepewa nguvu ya kutawala ulimwenguni. Na nilisikia kipindi fulani alisema Miles Monroe akasema kwamba every human being, every demon need a legal ground to step into the world. Okay. Na akasema the only thing ambacho kinaruhusu mtu kuwa duniani ni mwili, and you are not the body. So mwili ni kama license ya wewe kuishi duniani. Akasema kwamba even us, we are spiritual being. So when we are out of our body, tunapotoka ndani ya miili yetu, automatically tunakuwa chased away from the world. Kwa sababu we are illegal. Okay. Mona, tunakuwa illegal to operate kwa sababu we don't have the legality ya kuwa, kwa sababu legality ni udongo ambao umetengenezwa kwa mfumo wa mwili. Sasa mwili unapoondolewa, legality kwa sisi Waswahili ni uhalali. Yeah. Sawa. Sasa kwa lazima ujue kwamba kila kitu ili kioperate, hata shetani ili alete mambo yake duniani afanye kazi, anahitaji mwili wa mtu kutumia. Oh yeah. Umeona, na Mungu the same way. So ili tuweze kuwa na matokeo au tufanye vitu vilete matokeo na kuinfluence watu wengine kwenye ulimwengu ambao kwenye yale mambo tunayofanya, lazima tuwe dependent kwenye unseen realm ambayo either ni darkness or light. Lakini of which the darkness vitu vyake ni vya muda mfupi wanasema. The issue there is the darkness always is based on fact. Okay. On what? Fact. Lakini the light is always based on reality. Okay. Yani giza lina fact kwa Kiswahili ni nini? Fact ni Kiswahili. Fact, Kiswahili bro. Fact, tutoe labda mfano. Fact ni pale ambapo nakwambia ili upone malaria, vithibitisho au sio vithibitisho, lazima unywe dawa fulani. Ile ni fact. Au ukila chakula ambacho kina uchafu au ukiumwa na mbu utaugua malaria. So inabidi ulalie neti. Hiyo ni fact. Okay. Huo ndo mfano wa fact. Lakini ukweli ni kwamba hupaswi kuumwa, ulishaponywa. Okay. Huo ndo tunasema reality, ndo uhalisia, ndo ukweli ambao whether you are sick or you are healed, whether una afya au unaumwa, haiondoi ukweli kwamba wewe sio mgonjwa. Okay. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba mimi sitakiwi kuumwa, ila unaishi fact ya ulimwengu wa giza, kwa sababu ulimwengu wa giza ni based on fact. Lakini ulimwengu wa nuru ni based on reality. Okay. Na ndio maana watu wengi wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa sababu maarifa ndio ukweli unaokuhusu wewe. So nikishajua kwamba this is the truth about me, it means nitalazimisha mwili wangu na akili yangu ielewe. Na the issue is ni kwamba always the light appears kama uongo. Light. Yani always the light appears kama uongo. Utaelewa kana nasema ni kwa sababu ukweli siku zote ambao tunasema ni reality
hauonekanagi katika macho ya damu na nyama. Okay. Mwili wako hautambui ukweli, macho yako yatambui ukweli. Only the spirit understands the truth. Umeelewa? So inakuwa uongo kwa sababu gani? Huwezi kuumwa macho afu kaambia macho uumwi, macho yako kuelewa. Oh yeah. Huwezi kuumwa na nyoka afu kasema mimi nimeumwa na nyoka siwezi kufa afu kaachana kila kitu katembea kama Paulo. Yeah. Mwili ukakuelewa. Always mind itakwambia no, go to the hospital, do this. Hey, funga mguu, unajua utakufa kweli, utakufa. Why? Kwa sababu always the truth inact as kama uongo kwenye reality. Kwenye the reality acts as a uongo kwenye fact. Okay. Kwa sababu fact imekwambia Victor, usipofanya 1 2 3, usipokuwa namna hii huwezi kufanikiwa kwenye haya maisha. Huwezi kufanya nini? Kufanikiwa. Au usipokuwa na kazi ya aina fulani huwezi kuwa bilionea. Fact. Lakini reality haisemi hivyo. So wakati wote unapojaribu kuintroduce reality kwenye fact, utaonekana muongo. Mfano saa hizi tumbo lako linauma. Ni kweli linauma, yani kifact ni ukweli linauma. But reality wewe huumwi. Kwa sababu roho haina tumbo. Oh yeah. Unaelewa? Yeah. Mwili ndio unaumwa. Na roho ndio imebeba uzima wa mwili. Sasa wewe umeshaambiwa kwa kupigwa kwa Yesu umeponywa. Si ndio ukweli? Ndio tunasema hiyo ndio reality. Uliponywa. Si hata umeponywa, uliponywa. Sasa nao unapokuwa unaumwa, kinachokuwa kimetokea ni kwamba unatakiwa uambie mwili wako ukweli wa rohoni ambao katika mwili ni uongo. Okay. Yani mwili sio kwamba ni uongo, ila mwili wenyewe unaona kama no, you are lying. So how can you live na kuinfluence vitu? Ni pale ambapo sasa utaufanya mwili wako na mazingira yako na kila unachokifanya kiamini reality bila kujali kinachotokea. Okay. Bila kuconvince, bila kujisahau kwamba lakini nimekumbuka, unajua mimi sitaki kuwa hivi. Unajua nimekumbuka, unajua mimi sitaki kuwa hivi. Hiyo haitakiwi. Inatakiwa ni uwezo wa wewe kuweza kuconvince mwili wako, akili yako, uchumi wako, mazingira yako, afya yako, familia yako, kwa sababu the word of God ina kila kitu concerning our life. So uwezo wa kufanya mpaka macho yako yajuage kwamba sitaki kuumwa, bila kuiambia utakiwi kuumwa. Bila kuumwa ndo yakumbushe. Yani when mimi nasemaga when I feel the pain, kwangu mimi is the language of the spirit. It's not the pain, it's the language of the spirit. Kwamba there is something going on that is not okay. But the only way ambao Mtakatifu ataniambia kwamba kuna sehemu kwenye mwili wangu is attacked, ambao inajaribu kuishi fact wakati kuna reality. The only way Roho Mtakatifu anaweza kunipa mimi lugha ya kuelewa, si kwa kutokea sauti Beni, unajua kuna malaria hivi na hivi, no. The only way ni pale ninaposikia fever kwa mbali. Kama if kwangu mimi I take it as a voice, kwamba when I feel that I know something is about to happen. Sio something has happened, because I can never be that thing. Ila is about to happen, so that is the language to me. And I say, thank you Holy Spirit. Okay, this is like a communication to me. Okay. Kama ninavyosikia sauti unavyoniongelesha, ndivyo ninavyosikia kichwa kinauma, najua kuna sehemu kwenye mwili wangu iko attacked na uongo wa shetani, kwamba mimi ni mzima lakini nataka kuniambia kwamba kuna sehemu ina shida. Okay. So I have to bring the reality into the physical realm. Ndio maana Biblia inasema tuenendi kwa kuona, ila tunasema mambo yanayoonekana ni ya muda tu, ila yasioonekana yadumu milele. So kuna wakati we don't have to live by sight, we have to live by faith. Okay. So nikasema ili tuweze kuinfluence vitu lazima uamini ukweli. In order to have control. Uamini ukweli rohoni. Usimame kwenye nafasi yako rohoni, whether kwenye darkness or the light. Alafu uhakikishe kila kitu chako umekiconvince kuamini kile ukweli ambao umeuamini katika roho. Okay. Can we put them into numbers, like natamani uwape labda idadi ya vitu fulani ambavyo they specifically ambavyo vinaweza kumfanya mtu awe na control over reality. Okay, kama nilivyosema, the first thing niliongelea kwenye neutral ground ya kwamba kila mwanadamu ni spirit. Kila mtu ni roho. Kwamba sisi sio hii miili tunayoiona. Kila mtu bila kujali yuko pande gani, hata awe mchawi, mshirikina, mganga wa kienyeji, awe mzungu kwa Mwafrika, awe wa aina gani, mchungaji kwa padri, mchungaji kwa shehe, wote ni roho.
lakini ni roho ambazo zimechagua kila mtu ufalme ambao atatumikia au nguvu ambazo zinawafanya wawe na matokeo duniani wanapokuwa kwenye mwili. Sasa nimekuambia kila ufalme una hizi falme mbili, ziko falme mbili, hamna zaidi ya hizo. Huwezi kuwa katikati. Lakini moja is based on fact. Ya pili is based on reality. Moja ni superior. Nyingine ni slave. Yaani ufalme mmoja ni una control ufalme mwingine. Sasa sisi lazima tuamue tuko kwenye ufalme gani. Sasa tunapokuwa kwenye ufalme ambao ni ukweli, kuna mambo pia ya kuyaamini. Yaani tunaposema reality kwamba this is real. Hii sio jambo la kunishawishi. Unajua real thing ni kitu ambacho hata nikikushawishi ukikataa kibadiliki. Lakini fact ni kwamba you can create another fact ikawa na nguvu kuliko fact ya kwanza ikaonekana nonsense. Ndio maana kuna mtu alitokea hapa katikati anaitwa Maxwell Chikumbukso sijui Tumbukso. Akagundua magari ambayo hayahitaji nini petrol wala mafuta wala nini. Sasa amegundua kitu kingine ambacho kimekuja kuondoa fact ambayo ilianzishwa na watu kuhusiana na energy, the source of energy and everything. Kwa hiyo wanasayansi wanakuambia kwamba no, huwezi kufanya hiyo kitu, haipo kwenye system kwa sababu energy has to be like this, but that is the fact. Sasa kwa sababu yani fact can be challenged, reality can never be challenged. Ndio maana ufalme wa giza hauwezi kushindana na ufalme wa nuru, kwa sababu ufalme wa nuru ni reality, giza ni fact. The absence of the reality is the present of the fact. Nuru inapokuwa haipo, giza linatawala bila kukaribishwa. But when the light is on, giza linaondoka bila kuambiwa ondoka. You see? Kwa sababu gani? Kimoja ni ukweli, ni uhalisia. Hichi kingine ni there is no way giza linaweza likashindana na nuru. Yaani there is no way wanaweza wakasema bwana leo we have a battle between darkness and light. Haipo siku tutatengeneza ulingo wa mpambano kati ya giza na nuru. They can never fight. Kwa sababu when the fact is around and the reality comes in, fact always disappear. The reality remains. Why? Reality ni uhalisia, ndo ukweli wa sisi. Sasa kuna mambo ambayo lazima we have to believe kama viumbe wa ulimwengu wa roho. Na sasa tunaongelea sasa, labda niongelee kwa sisi ambao ni watoto wa nuru. Nikisema watoto wa nuru maana wanaoamini Kristo, ambao ndo the superior kingdom. Na nitaongelea watoto wa nuru hasa after the resurrection of Jesus Christ. Why? Kwa sababu labda ni introduce hivi. Before Adam hajamkosea Mungu, alikuwa anaishi, anaonana na Mungu, anamsikia Mungu na anafanya kila kitu kama Mungu alivyomwagiza. Let's go. Baada ya Adam kukosea, kuna legal standing ya Adam na mamlaka aliyokuwa nayo Adam iliondoka. Lakini Adam wa pili ambaye ni Yesu Kristo alipokuja, alikuja kurekebisha kosa la Adam. Ndio maana nasemaga issue haikuwa tu kusamehe dhambi, lakini kuna standard ya life ambayo Adam alipoteza. Standard ya life. Kuna reality ya maisha. Kuna ukweli ambao Adam aliupoteza. Sasa ukweli ni kwamba Adamu hakutakiwa kufa. Hakutakiwa kufa. Na alikuwa na uzima wa Mungu ndani yake. Sasa lakini dhambi ilipoingia ndani ya Adamu, mauti ikapata nguvu. Sasa Kristo alipokuja, yeye alikuja kurekebisha. Kwanza alikuja kutimiza kweli yote ambayo Adamu alishindwa kuishi. Akaishi kwa niaba kama mwanadamu, ili kuwe na uhalali wa wewe yeye kuambiwa kwamba ameshinda yote. Lakini cha pili ilikuwa ni change the status or the standard of life, bring back ile reality ambayo Adamu alikuwa nayo pale bustani ya Edeni, pale ile idea ya Mungu ya kwanza kabla Adamu hajaja hata kwenye existence, ambayo Mungu aliwaza before Adamu hajaonekana kwa macho ya damu na nyama. Kuna wazo Mungu alikuwa nalo. So Kristo alikuja kurudisha yale maisha. Na tunaposema kurudisha, maana he came to correct the mistake, the effect of the mistake. Unaelewa? Kuna kosa na matokeo ya kosa. Kosa akaliondoa, akabeba dhambi yote, akaishinda dhambi. Ya pili ni mauti
na zile laana ambazo Adamu ambazo ziliachiliwa kwa nyoka, kwa mwanamke na kwenye ardhi, zote hizi Kristo akaja kucorrect, kwa sababu huwezi kuniambia kwamba umeondoa kosa langu alafu umeacha madhara, yani kwamba umenilipia deni alafu bado niendelee kudaiwa. Okay, umeelewa? Cause mauti haikuwa na nguvu, kwa sababu mauti ilikuja na kosa. Kosa lina nguvu kuliko mauti. Kosa linapoondolewa, mauti inakuwa ni dhaifu. Sio inakuwa ni dhaifu, haina nguvu kabisa. Laana ilikuwa ni laana tu kwa sababu kuna kitu kilifanyika ambacho hakikuwa proper. Okay. Kile kitu kinaporekebishwa, laana haina nguvu tena, kwa sababu laana kuna kitu kimeizaa laana. Yeah. So kilichosababisha laana ije kwenye ile movie, sasa ile picha pale, kimeondolewa. Ina maana laana inafanya nini? Inaondoka. So kwa nini nimetoka kama introduction, ili tujue kwamba tunapoanza kuongelea kuanzia kwa Yesu tunaongelea nini. Kwa sababu mtu atasema mbona kina Musa waliishi hivi? Mbona Yesu alisema unajua namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Mbona ilikuwa hivi? Kwa hiyo nataka kusema mambo mengine tulionayo na nini. Sasa hizo zote zilikuwa ni before Christ. Sasa Christ anapokuja kwenye picha, anakuja kuishi kama mwanadamu. Lakini anakuja kuishi kama mwanadamu ambaye anajua reality. Anakuja kuishi kama the quality of life, anakuja kutuonyesha the quality of life ambayo sisi tunatakiwa kuishi. Si tu kwa kutuonyesha kwa vitendo, anatuonyesha kwa vitendo, lakini analipa price ambayo sisi tungetakiwa tuilipe. Then anatuingiza kwenye ile standard ya maisha for free. Sasa watu wameingia kwa maneno, lakini watu hawajaingia kwa vitendo. Tunaweza sema kwamba tunaishi 1 2 3, lakini ukweli ni kwamba matokeo hatuna. Sasa ulimwengu tunaoongelea ni ulimwengu ambao nakwambia ni reality. Na ukweli hauwezi kuwa ukweli tu kama haujauamini. Na ukweli hauwezi kuwa ukweli tu kama hautendei kazi. Ndio Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Na kusikia neno la nani? La Mungu, la Kristo. Lakini Biblia inasema hivi, neno la Mungu ni sio tu nuru. Anasema kuna andiko nalitafuta, anasema I feel the last time I said that scripture kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Nilikuwa nalitafuta hilo. So watu wanakuwa kwenye ile njia, but kweli wameiacha. Au wanakuwa wamefika kwenye kweli, lakini uzima hawajaufikia, kwa sababu hizo ni dimensions. Okay. So mtu anaweza kusema nimeamini Kristo, lakini kuna baada ya kuamini Kristo, you have to know the truth, na truth ikuset free. So kujua ukweli si ukweli kama haujawa huru. Okay. Sasa kuna mambo ambayo naweza nikayasema kwamba tunapokuwa sasa kwenye ufalme wetu wa nuru, we have to believe kwenye hayo mambo ili yafanye kazi. Na haya mambo si maombi, sio vitu vya ku like please God can I be like this, please God. Ni uhalisia, si maombi, si mahitaji yetu, sio hitaji letu la kila siku. Ndo yani bila sisi kuwa hivyo, it means Mungu ni muongo. Sio kuwa kwa sababu unaomba sana. Bila kuwa hivyo nitakavyosema, ni kwa sababu yani itamfanya Mungu aonekane muongo. Na hii ubaya ni kwamba sisi kutokujua jambo hakuondoi ukweli ambao Mungu amesema. Yeah. Ila kutakufanya tu wewe usiishi kwenye ile quality ya maisha ambayo Mungu amesema. Mpaka pale utakapojua kweli kafanya nini? Ikakuweka huru. So jambo la kwanza ni kwamba kama nilivyosema, si ni viumbe wa rohoni kila mtu. Lakini tunaweza tukawa na viumbe wa rohoni, but we have different life. Wewe ni kiumbe wa rohoni katika giza, mimi ni kiumbe wa rohoni katika nuru. Kila kiumbe wa rohoni ana supply kutoka kwenye ule ulimwengu wa roho anaotumikia. Supply ya kwanza ambayo sisi tunayo kutokea kwenye ulimwengu wa nuru ni eternal life. Ni kwamba I'm a spiritual being. Mwili unaishi duniani, but my spirit is not from here. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza, like the first thing you need to have. The first thing ni eternal life. Okay. Uzima wa milele. Na uzima wa milele sio tiketi unaoipewa baada ya kuwa umekufa pale, wewe umekata tu ropa, unaambiwa tiketi yako ya uzima wa milele hii hapa. No. Uzima wa milele huu unakuwa ni uzima ndani ya mtu anaishi duniani. Ndio Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa unaposema uzima wa milele, ina maana kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee. Hiyo yote sio lengo. Lengo ni awe na uzima wa milele.
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu. Karama kwa lugha nyingine kwamba zawadi, the gift of God to his children. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa utajua kwamba the penalty of sin is death. Sasa kama dhambi ina mshahara, lazima ujue kwamba nilikuwa dhambini na mshahara wa dhambi ni mauti, bali zawadi ya Mungu pale ninapomwamini Kristo ni uzima wa milele. Do you have eternal life? Tunaposema eternal life, hii namba moja, eternal life sio maisha yako. Sio maisha yako. You have your life. But now kwa kumwamini Kristo unapewa maisha mengine, the life of eternals. Yani wewe unakuwa Mtanzania, tuashumu wewe unakuwa huo mfano ni mrahisi kueleweka. Wewe ni Mtanzania nao, sawa? But unafika Kenya, unapewa kitambulisho cha Kenya. Unapewa mahitaji yote kama Mkenya na wanakutambua kama Mkenya, unapewa uraia wa Kenya, sawa? Unapewa kila kitu. Sawa? So tunaposema kwamba wewe upo Kenya, una uraia wa Kenya, una kila kitu, lakini the origin of you, life iliyo ndani yako, kila kitu kilichopo ndani yako ni from Tanzania. Unanielewa? Yeah. Sasa the life of eternals ni eternal life. Ina maana kuna mahali panaitwa eternal, si ndio? Na huko eternal kuna watu wanaishi, kuna viumbe visivyoonekana vinaishi, vina maisha. Kuna namna wana sustain mambo kwenye ule ulimwengu usioonekana, si ndio? Kuna namna wanayaona mambo. Kuna namna, there is how they live. Kuna namna wanaishi. Yeah. Lakini kwenye ulimwengu usioonekana ambao unaitwa ni the realm of eternals. Maisha kwenye huo milele. Achana na everlasting life. Everlasting life is after death. Now you're taking me there. Lakini now I'm talking about eternal life. Kuna maisha, kuna everlasting na kuna eternal. Sema Kiswahili haina sasa hizi difference mbili. Ya eternal life na everlasting life. Wote wanasema uzima wa milele. Lakini uzima wa milele ni kwamba kuna mahali panaitwa umilele. Sasa unakuwa ni kiumbe ambaye yuko duniani, lakini ambaye hadipendi tena kwenye oxygen, hadipendi kwenye damu, nyama na mwili, ila ana uzima wa watu wa kule. Ndio maana mchawi akiwa na uzima wa kipepo anaweza pita kwenye ukuta bila kufungua mlango, akaingia ndani kwako, akaona kila kitu tunachofanya na akatoka akaondoka. So ule ni uhai wa ulimwengu wa giza alionao. Umempa kuingia nyumbani kwako bila kufungua mlango. Lakini wewe una uzima zaidi hata ya ule, una ulimwengu mwingine unaoperate kama yalivyoperate kwenye ule akaweza kupita kwenye ukuta. Na wewe una eternal life. You have the life of eternals. Ina maana ukiwa wale viumbe wa mbinguni hawaumwi, hawaugui. So the miracle is when you get sick. Wanashangaa umeumwaje? That's the miracle. That's the miracle. The miracle is not to get healed. Because when you have eternal life, unapokuwa na maisha, imagine wewe na malaika mnafanana, mna maisha kufanana. Malaika hawezi kuumwa malaria. Malaika hawezi kuumwa cancer. Malaika hawezi kuwa na pressure. Hata kina Petro, Paulo, wote walio mbinguni nao, they can't get sick. So they can't get sick. Even in their mind, hakuna kitu kinaitwa sickness. And hiyo vocabulary ni kama haijawahi kuexist. So umeelewa? Yeah. Umeelewa? Sasa that is the life of eternals. Ni maisha ya kule walipo. Nao Mungu anasema kwa kumwamini Kristo unapewa uzima wa milele. Uzima wa milele nini? Uzima wa Mungu mwenyewe. Because God is a sustainer of that realm. Ina maana viumbe vyote vinavyo sustain kwenye mbinguni au kwa walipo ambao watajafika, ni life iliyo ndani ya Mungu mwenyewe ndio inayofanya wa exist, waweze kuishi kwenye ulimwengu usioonekana wa damu na nyama. Sasa ule uzima ulio kule ndio unapewa wewe, lakini kumbuka unapewa ile hali bado hujaenda kule. Kwa kwenye magonjwa haimaanishi kwamba huna uzima ndani yako. Nimekwambia hivi, utaifahamu kweli nayo kweli itakuweka huru. Kuna kuijua kweli kama taarifa. Kwa kupigwa kwa Yesu niliponywa. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu sijui nini niona uzima wa milele. Ukisoma Yohana 10:10 inasema mwiviaji ili kuiba, kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja na uzima kisha wawe nao tele. Hiyo zote ni unaweza kwako, you can believe it as kama taarifa. Au ndo unakumbuka kuna siku ulisema kuhusu njia, ukweli na uzima. Yeah. Sasa unapokuwa na taarifa haimaanishi utaugua. Ila unapoiamini taarifa
you cease to see magonjwa, you cease to speak about it. Unapokuwa na taarifa utakuwa unayaona magonjwa bado, kwa sababu una taarifa, una ukweli. Ila hivi Victor, nikikwambia saa hizi una milioni 100 kwenye account. So nikikwambia if you have, yeah, kwa sababu nikikwambia hapo nimesema hujaziona, if you have 100 million, yeah, na unajua unazo, alafu akaja mtu anakudai shilingi 100,000, how will you think? Ndo ananitania. Ni kweli anakudai, una milioni 1 kwenye account. Akija kwambia na ile tajiri 100,000 yangu bwana, utawazaje na utamjibuje? Pesa unazo. Yaani sitaona kama sitawahi waza wala sitaona kama niliwahi kudaiwa. I think yeye ndo alichelewa. Yaani utaona kama yes, umejua vizani kama ni kama yeye ndo alichelewa kuja kukuambia muda wote ana shida, alikuja kuchukua hela yake. Yeah. Si unaelewa? Lakini sasa watu wanaishi kwenye mindset ya kutokuwa nacho. Watu wanaishi kwenye mindset ya kutokuwa na uzima, lakini wana neno la taarifa. Kwa hiyo ni kama nikwambie mimi una milioni 1 kwenye account, lakini hujaziona. Kwa hata ukija kudaiwa 100,000 utafaza au ile milioni 1, lakini unaanza kupata stress. Ile 100,000 huyu jamaa anaitoa wapi? Kwa sababu gani? Huna uhakika kama una milioni 1 kwenye account. Sasa the issue ni kwamba mtu anapokuwa anaugua au ana changamoto yoyote kinyume na neno la Mungu, kuiaccept challenge na kuiishi challenge au kuishi ile changamoto ni kumwambia Mungu kwamba wewe ni muongo. Okay. Haukutupa uzima. Ni kumwambia Yesu kwamba kwa kupigwa kwako hatukuponywa. Hakika hukuyachukua magonjwa yetu wala kuchukua masikitiko yetu. Lakini in reality alichukua yote. Alichukua. Sasa hawezi kuwa muongo. Sasa wewe umekariri taarifa. You don't believe. Nimependa nilivyosema in reality. So that's how ni moja kati ya laws za kucontrol reality. Yes. Okay. So lazima uamini, lakini imani, ayu imani na mambo ya rohoni kibaya ni kwamba hayatokeagi unless you confess. You have to confess. Yani the final stage, kama mtu anafikiri anatania, just confess kwamba I have eternal life. All the time I have eternal life. Unasikia unauma, I have eternal life. Nina uzima wa milele, na uzima wa Mungu ndani yangu. Ule uzima uliokuwa ndani ya Kristo ndio uko ndani yangu. Mungu alinipa uzima, alipenda ulimwengu, akamtoa mwanawe pekee ili mimi nikimwamini tu niwe na uzima wa milele. Alafu akachukua magonjwa, akachukua kama kakichaa fulani. Kwa nini? Lazima ujue kwamba nimekwambia ulimwengu mmoja ambao unabeba magonjwa. Kumbuka the final destination ya ugonjwa ni kama gari lililokubeba, lakini the final destination inakupeleka kwenye death. Yeah. Na Kristo alikuja kushinda death. Sasa huwezi ukashinda mauti afu bado kama umepanda kwenye gari linalokupeleka kwenye mauti. So the mauti inakuwa exist kwako. Sasa unapoanza kuongea vitu, remember nimekwambia kuna ulimwengu mmoja ni fact, ulimwengu mwingine ni reality. Na ulimwengu ambao ni fact, nimekwambia ukiwasha taa sasa hivi giza haliwezi kuambia ondoka. Giza linaondoka lenyewe, kizima tu linakuja lenyewe. Yeah, so kuongea reality always fact huwa inatafuta nafasi ya kukaa kwenye maisha yako. Sio mpaka useme in the mighty name of Jesus. No. Kwa mfano kama siku ile siku nilikwambia kwamba nimesikia kichwa kinaniuma, then I prayed, kichwa kikaacha kuuma. Fact inaniambia bro, ulikuwa unauma kichwa, hujanywa dawa. Nenda kachukue dawa bro. Yes. Yeah. But you just spoke. Yeah. Kwamba mimi na uzima ndani yangu. Yeah. Na kichwa kikanyamaza. Kwa nini? Always giza linaelewaga lugha ya nuru. Giza linaisikia nuru, linaiona. Na giza linapoiona nuru siku zote linaondoka. Haliambiwagi ondoka. So unapo introduce kitu kipya, unapokianza kukisema kwa kinywa chako, kumbuka wewe ni spiritual being. Kwa unaposema, wewe unaweza kuona nasema kawaida, hausikii kushake, hausikii kuvibrate, hausikii anointing, unasema oh God, I feel the anointing. No, lakini unasema tu kwa hali ya kawaida. The issue is ni kwamba huoni kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu hujui ulimwengu wa roho unaamini ukweli. Yaani pale tu ambapo kuna kitu kinakuwa ni ukweli, kimesemwa na kiko aligned na neno la Mungu, malaika wanakuwa kazini, Mungu mwenyewe anakuwa kazini, realm yote ya Mungu ambao ndo asili yako inakuback, kwa sababu ni ukweli umeusema. Whether bado unasikia hapa panauma, keep speaking, keep saying I have eternal life. Kumbuka inabidi tu hit zote 4. So that's the first thing. The second thing is infinite abundance au maisha ya utele. Utajiri sio kufanya kazi. Utajiri sio kuwa na biashara ya madini.
utajiri sio kuwa na duka la iPhone na simu kali. Okay. Utajiri sio kuwa sijui na kampuni sijui na kitu gani, no. Sio kuwa na contract za kiserikali kwamba nikipata hii ndo nitakuwa nimetoboa, no. Utajiri ni pale ambapo una depend depend on the unseen realm. Okay. I mean the financial realm ambayo haionekani. You draw from unseen realm. Yani finance yako iko governed by the unseen realm. Okay. So ulimwengu unaonekana. Yani kwamba Victor haishi based on shillings, anaishi based on utajiri ambao huonekani. Kwa nini? Biblia inasema the Lord is my shepherd. My shepherd, I shall not lack. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. So kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anakupa assurance kwamba unapokuwa unachungwa na mimi upasi kupungukiwa, sio kukosa. Achana na wale ambao wameshafikia level ya mwisho, yani hao wako stage ya mwisho. Wamekosa wakafika wamepungukiwa wakafika wakakosa kabisa. 100% battery. Yani sasa huku wewe unaambiwa Bwana ndiye mchungaji wako, hupungukiwi. Okay. Sio kukosa. Yani ukifikia level ya kukosa, yani wewe sasa ni marehemu. Hupungukiwi. Lakini pia hiyo inasemaje? Yeye alikuwa tajiri. Andiko linasema alikuwa tajiri, akaamua kufanyika masikini ili mimi niwe tajiri. So atukuza aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya Kristo Yesu. Sasa hivi imekuwa kama story. Yeye alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Kuna watu ambao wameamua kuiweka hiyo kwenye taarifa. Ni kama vile history yani. Yes. Yeah. Sasa kwa mtu anaposimama anasema sina kitu fulani. Sina. Unacho proclaim ni nini? Hauna. Sasa how can you have? Sasa kile aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na Biblia imesema hatuishi kwa kuona wala tuenende kwa mambo tunayoyaona. Inasema hivi tunaishi, we don't live by sight but by faith. Mambo yanayoonekana ni ya kitambo, yasiyoonekana ni ya milele. So kama ninasema sina, it means nimeona kutokuwa nacho. Lakini ukweli kwamba mtu wangu wa ndani anaishi katika ulimwengu ambao hautambui kutokuwa nacho. Hautambuagi kama kuna kupungukiwa. Sasa kama mwili wangu haujawahi kuona hivyo, nikiconfess kwa kinywa changu ndo Biblia inasema katika kinywa chako umebeba uwezo wa uzima na mauti. Ndani ya kinywa chako. Tena Biblia inasema hivi, nimekuwekea njia mbili mbele yako, chagua uzima ukaishi. Nimekuwekea njia ngapi? Mbili, mauti na uzima. Sasa ina maana kuna level inafikaga you have to choose. You choose by saying. Okay. So lazima ifike hatua you know kwamba mimi hata kama sina pesa nao, lakini pesa sio substance ninayohitaji ili niweze kudraw vitu vya ulimwengu. I can have everything I need just because nina utajiri wa mbinguni. I draw from heaven. Biblia inasema hiyo kwamba mimi ni Bwana nikufundishaye kupata utajiri. So the only thing ya yeye kuwa Bwana ni pamoja na kumfundisha mtu kupata utajiri. Hiyo ni one of his character. Okay. So he can it depend na umemwamini kwa namna gani. Kama Bwana anaweza kufundisha kupata utajiri au kama Bwana ambaye hajui chochote. You get my point? So the issue ni kwamba kuna vitu tunavijua kama taarifa but we don't confess. The confession is the last. You don't leave them. Yaani hata wokovu alionao mtu anayenitazama sasa hivi, wokovu alionao amepata kwa kuconfess. Hakupata kwa kulala akaota ndoto nimeokoka akaokoka. You must speak. You must say, you must confess kwa kinywa. Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo mtu uamini hata kupata nini? So you believe in your heart kwamba I have infinite abundance. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Hata ukiona chupa ya mafuta imeisha, inua juu sema kwa nini umepungua? How can you disobey the word of the Lord? He is my shepherd. I shall not lack. Sipasi kupungukiwa. Kwa nini wewe umepungua? That's like, faith. So that's the reality. Fact inawahitaji watu wafanye kazi. Yani hawezi akaisi tu kwenye benki kutakuwa kuna pesa. Naamini nikatafute kazi, nipate kazi, I have to work. Lazima nifanye kazi. Even for me, I don't have to put the testimonies out like 1 2 3 4, lakini that's the reality. Mtu lazima, yani ukisha uintroduce ukweli kwa kinywa chako, mazingira yako yanausikia ukweli, yanaujua. So slowly vitu vinaanza kushift. 1 week everything is changed. 1 month you already yani umekuwa changed completely. Kwenye ulimwengu wa roho kila kitu kinasikia. Everything. Kila kitu kinasikia. Everything. So even though inavyokuwa. Kitu cha pili, you have authority. Cha tatu. Yeah. You have authority. Authority sio maombi.
authority haupewi kwa kufunga siku 40. In fact, authority ndo the presence of God hapa duniani ndani ya mwanadamu. You rule on his behalf. Biblia inasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Kuna ile andiko achana hata ile andiko. Wakati Adamu analaniwa kwenye bustani, wakati Adamu anatenda dhambi kwenye bustani ya Eden, anakosea. Mungu anamwambia kwamba nyoka atakuuma kisigino. Lakini baada ya Kristo kutimiza kweli yote, mamlaka ya nyoka iliondoka. Mungu akamwambia kwamba umepewa mamlaka kanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza, na kipo kitakachoweza kukuzuria, hata kung'ata hakiwezi. Si unaelewa hiyo? Hakipo. Nothing shall by enemies hurt you. Unajua neno by enemies? Kwa sababu hapo kabla ilikuwa ni kwamba atakaye muwai mwenzake. Nikikuwai nyoka, Biblia inasema utamponda kichwa. Ukichelewa atakuuma kisigino. But this time anaona kama umelala hivyo umeweka mguu kwenye mdomo wa nyoka. By enemies nothing. Why? Now the authority is imerudi. Nataka niondoke na hiyo. Ile mamlaka imefanya nini? Imechukuliwa already. Alafu Biblia inasema umepewa funguo za kufungua. Chochote utakachofungua duniani kimefunguliwa mbinguni, na chochote utakachofunga duniani kimefungwa mbinguni. Sasa authority ni kama vazi, is like a garment. Unapomwamini tu Kristo, you have the authority. Authority ni sawa na mtu alienda polisi akapewa cheti cha polisi na uniform. Anakuja na kambaomba kamwili kake kama kako hapo. Alafu anasema mbele ya semi-trailer yenye tela 2. Ananyosha mkono tu pamoja na kwamba ndani ya tela kuna mtu, na tela yenyewe tu ina nguvu ya kumuua yule askari. Lakini kwa sababu kuna ulimwengu unao control ambao ni mtu aliye ndani ya tela, ndo dereva. Tunashumu sasa ndo magonjwa ulionayo ambayo Mungu alishayashinda. Ile yamekuwa magonjwa tu yameonekana kwa sababu kuna ulimwengu usioonekana unafanya kazi. Ndio maana ukaumwa. Sasa ugonjwa ambao ndo gari linaloweza kupeleka kwenye mauti, na mwenye ugonjwa ambao ndo dereva shetani mwenyewe, wewe una mamlaka. Unasimama mbele ya gari unafanya hivi, and linasimama. Why? Si kwa sababu una nguvu kuliko gari. No, it's because you have authority. Kwa sababu una lile vazi la askari. Sasa authority ni kitu ambacho kila Mkristo anacho. Lakini ukiwa uchi, gari linakupitia, sema trailer inapita na wewe. Vazi na kile kitambulisho cha serikali ambacho umepewa, cha kwamba umequalify mamlaka yote ya mambo ya barabarani, polisi na nini, ulinzi wa watu na haki zao, tumekupa wewe. Unawajibika. Hiyo inatosha kabisa. Ndio maana hata mtu akamatwa na polisi, hata kama hajavaa uniform, akimwambia kitambulisho chake kiko wapi, akimwonyesha kitambulisho, anambia basi sawa, nimekubali. Hana kitambulisho tutapigana. Why? I only commit, yani mimi ninajicommit kwenye authority, si wewe. Who are you? The authority ambayo utakuwa nayo ndio itanifanya ni kuelewe. Sasa all of us we have authority. Na authority ulionayo sio authority ya kushindana. Ni authority ambayo we have it whether we fight or not. Sasa nikija eneo la kuintroduce authority, kuna kuintroduce authority na kuna kupambana. Kuna watu wanaishi katika eneo la kupambana. Sasa huwezi kuishi katika eneo la kupigana ukategemea matokeo na matokeo. Ni mapambano. Kwa sababu Biblia inasema hivi. Ukisoma kwenye Efeso inasema maisha ni mapambano, bro. Mapambano gani? Kuna mambo alishapambana on my behalf. Mimi napambana nini? I live, I present God, I show his character. Mimi ndo ninabeba tabia zote za Mungu zinakaa ndani yangu. In fact, Mungu ana character mbinguni za kuonyesha. Character zote ziko ndani ya mtu. We are partakers of his nature. So I demonstrate his character. Sasa we imagine Kristo anasema kwamba amefufuka. Na mimi amepewa mamlaka yote. Lakini kabla hata kusema amepewa mamlaka yote, alipofufuka tu ameketishwa juu katika ulimwengu wa roho, sawa? Juu sana. Juu ya falme, enzi, mamlaka na kila kitu. Na kila jina litajwalo. Alafu ukienda mlango wa pili kule kwenye Efeso anasema alitufufuka pamoja naye. Tukafufuka pamoja naye. Tumeketishwa pamoja naye. Sasa jiulize, kama tumeketishwa pamoja naye juu ya falme, mamlaka na kila kitu na kila kitu na kila kitu na kila kitu, that is high level of authority. Unajua kuna hii level tupo, level ya Wakristo wengi, kuna hii level hapo, level ya kuona, yani tumeyaisha haya maneno mpaka tunaona kama ni story tu hivi. Sasa kinachofanya matokeo yatokee si kwamba kwa sababu umesema naamuru 1 2 3 kutokea. No, unaamuru from where? Unaamuru kutokea wapi? Do you have understanding who you are? Do you really know the authority you have?
Because the authority inakupa confidence. Shetani haogopi maneno ya kinywa, anaogopa the authority behind, the understanding behind. Akiona unasema in the mighty name of Jesus, you already know kwamba the name of Jesus is an account. Kama account ya benki. Ina kila kitu unachohitaji. So when you say in the name of Jesus, it means it's not by my name, in the account of the name of Jesus. Kile kilicho loaded kwenye account ya jina la Yesu, vitu vyote ambavyo viko ndani ya ile account. I use that account to withdraw healing. Now receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing kupitia ATM card ya Yesu Kristo. ATM card ya uzima. Si unaelewa? Nimesema kwa namna hiyo mtu aelewe. So you already have that mentality kwamba kuna huyu mtu ndani ya jina la Yesu kuna uzima wake. Ndani ya jina la Yesu kuna kila kitu anachohitaji. So in this name I can use it to withdraw. Maana Petro na Paulo Petro na Yohana walipoenda hekaluni wakafika na kukutana na yule kilema kwenye mlango mzuri. Walimwambia kabisa fedha na dhahabu hatuna. Hiyo tunajua hatuna hapa nao. But kuna kitu tunacho and we want to give to you. Na wakampa kwamba kwa jina la Yesu Kristo simama uende. Why? It means walikuwa wanalo. Kuna kitu walikuwa nacho. In the mighty name of Jesus, stand and walk. Na yule mwamba akaona jina la Yesu alionekani. It's unseen. It's not tangible. You cannot touch it. Akaona kwamba wananiambia upuuzi gani? Wakamwambia uelewi, sisi tunajua tunachokupa, tumeshakupa, wewe ndio mpumbavu kwa sababu sisi hatuangalii tunayoyaona. Bali yasiyoonekana, maana yanaonekana ni ya muda tu. Petro akasema na kuona umeendelea kukana, nimekwambia inuka umegoma. Kwa sababu wewe unaangalia unayoona, mimi ninakovokuona wewe nimeshakuona umeponywa. Kwa nini? I know nilichokisema. Petro alishaona mtu anatembea. Akaona huyu anielewe, ngoja nimsaidie. Akamshika. Akamuinua. Yule mtu akuinuka mwenyewe. Lakini alipata confidence ya kuinuka kwa sababu gani? Kuna kitu alikuwa anakiona. Alishamuona anatembea. Sasa when we speak, when we pray, when we say in the name of Jesus, now ni moja mitatu, you have to know unaongelea wapi. You don't fight demons, you command because you have authority. Unapofanya hivi they know it's their place. The problem is ni kwamba wewe hujui. So you pray, Bwana niondolee mapepo. Mungu anakuondoleaje mapepo wakati you have authority? Tafadhali command the devil, please come and do this, come and protect me, come and protect. Who told you kwamba you can pray for protection in that manner? You always need to align with the word of God, kwa sababu anasema hivi, huagiza malaika zake kuwalinda wamchao na kuwazunguka na kuwalinda, na mimi kuwalinda na kuwaokoa. So it means kuna legal standing ambao ukishakuwa na ufahamu fulani. Even angels are assigned, because Biblia inasema hiyo kwamba malaika wanatii neno la Mungu. Malaika sio watumwa, sio vigaragosi wa kuambia ninakuamuru malaika inama. Utaishi kwa kuteseka. But when you are aligned with the word of God and you speak based on the word, mambo yanatokea. So the authority ni kitu cha tatu ambacho watu hawakielewa. Okay. They pray but they don't have understanding who they are. They don't hawajui wana operate from where. Mtu mwingine anaona kabisa nimeokoka jana bado sijaona mamlaka nyingi. Mamlaka hainaga wingi. Once you call, yani kwa kusema Bwana Yesu naja kwako, amen, mamlaka tayari imeingia ndani yako. You already, yani tayari umeshaketishwa juu ya falme hizo, mamlaka na kila kitu. Do you think kwa sababu bado unanuka gongo ndo bado mamlaka haijaingia vizuri? Mpaka nifunge siku 40 mtumishi. Who told you? So why are we praying? Mtu atasema sasa kama ni hivyo, why are you praying? We pray because we want to make sure our body understands the reality. To bring our body into subjection. Ili mwili uweze kwenda na speed ya kile tunachokiona kwenye roho. Sababu roho ina speed, it can run faster more than our body. It can see far more than our physical body. Okay. How are you going to draw this physical body ambayo inategemea kuona chakula, njaa, kila kitu? How are you going to draw it kwenye ule ulimwengu ambao roho inaishi? So leo kuna mtumishi mmoja nimekutana alikuwa ananiambia mwili ndo una slow down roho zetu. Yes. Roho ziko chapa. Ndo maana hazionekani. Yes. Kwa nini? Kwa sababu they are very speed. Lakini miri inaonekana kwa nini? Kwa sababu iko very slow. Bro, unajua hiyo ni demonstration ambayo kikawaida imenifanya nielewe sana, kwa sababu vitu vikiwa speed you can't see them. Ngoja niangalie mbu hapa. Uone mbu bro, au uwezi kuona bacteria kwa sababu they don't move like konokono. Ungekuwa move kama konokono tungeona hapa wengi sana. Lakini we don't see them kwa sababu hiyo imenifungua macho sana. Labda nataka niwasaidie watu kwa nini tunafunga na kuomba. Kwa sababu kuna watu wengine waamini katika kufunga na kuomba. Najua wapo. Wanaamini kwamba kisha kwa ndani ya Kristo imeisha, imetoka unafunga nini? Once we are in this body, kuna mambo kama matatu. Jambo la kwanza ni alignment. Alignment tunasema ni kwa Kiswahili sijui nisemeje, lakini alignment kujiungamanisha na ukweli wa neno la Mungu. Sasa alignment iko hivi. Kuna wakati roho yako inahitaji kuwa away from distraction and noise.
Na noise kubwa ambayo roho yako inaisikia kwa haraka ni noise kutoka kwenye mwili wako, kwa sababu this is the temple ya spirit yako. Kabla noise ya kule haijaja, mwili wako wenyewe ni noise. So once you limit your body, it means you have reduced enough noise for your spirit to pick frequency iweze kualign na mapenzi ya Mungu. We don't pray for power. Okay. We already have authority and power. We already, yani amna ile kwamba a prayerless Christian is a powerless Christian. No, haipo hivyo. But a prayerless Christian is an aligned Christian. So you cannot fulfill your purpose because you can't hear from the spirit. A prayerless Christian ni kwamba Mkristo asiye na maombi ni Mkristo asiye na matokeo. Okay. Christian. So huyu ndio sababisho sio na matokeo, sio power. Because you have power, yani authority na kila kitu unacho tu kwa kumwamini Kristo, sio kwa maombi. So when you pray is you fast and pray. Maana inasema fast is fasting and pray. You fast, silence the body, then you pray, awaken your spirit. Umeelewa? So when you pray, now you pick the frequency, you align your life with the will of God. Unajua sasa now ni nini Mungu anataka kwenye hii channel yako ya podcast? Fasting. You understand? Fasting. Now you pray, umefunga, unaomba. Now you know the plan of God for your existence hapa duniani. Why? You can pick the frequency, you can hear. Unanielewa? Kwa hiyo una lift your spirit, weaken your body. You're fasting your spirit. Yeah, weakening your body. So unaifanya roho yako iwe very equipped and sensitive. Lakini umeelewa nilichongea hapo nyuma. Nimeelewa, lakini kuna namna you're fasting your spirit and then you weaken your body. Yeah. So hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ufanya mwili wenyewe kama mwili. Mwili wenyewe kama mwili. Uwe na nidhamu. Mwili utambue kwamba unajua mwili unaelewa kwamba I'm under control. I can't control the spirit within me, but I'm controlled. When my spirit feels like fasting, I will starve to death. I will not have food. So I'm a slave. I have to obey. So you bring your body into obedience. Unanielewa sasa? Hiyo sio, it's not about the spirit. You already have power. Yani unakuwa na nguvu. Kwanza kuna spiritual connection. Lakini nje ya spiritual connection, your spirit and your body already kila kimoja kinaanza kujikaa kwenye nafasi yake. Hiyo ni ndani ya authority. Sasa unakuwa roho yako inajua bisa I'm controlling my body. The flesh knows kwamba mimi I'm controlled. Unanielewa? So we don't pray for power. Sasa the amount of awakening ambao unaweza kuwa nao in the prayer ya kuwa sensitive na kile Mungu anachokisema na kile Mungu na kusikia kile Mungu anachokitaka kwa sasa ndio inakufanya uwe na matokeo. Unanielewa? Uwe na nini? Na matokeo. Lakini kutokujua kupata accuracy ya kile Mungu anachokisema, kuwa na accuracy ya kile Mungu anachokisema inakufanya uwe na limit na limitation ya authority. Not ya authority, ya matokeo. Authority unayo in full. Kwa sababu tupo ya 3 sasa hivi, ya 3 ya 4. Yeah. Authority unayo, ila matokeo yanakuwa ni madogo kwa sababu you are not aligned. Ndio maana tunaomba, sio ili tuwe na authority. Ili pia hata hiyo authority yetu tujue where are we going to deploy it, because the authority is not yours. Kumbuka mamlaka ni ya Mungu. Wewe ni pateka. Mamlaka alionayo askari ni ya government ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio ya kwake. Askari akusimamishwa kwa sababu ni askari. Akusimamishwa kwa sababu ni mwanaume au mwanamke. Anakusimamishwa kwa sababu kwa niaba ya rais au kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, simama. So your authority is not yours. So nani anajua matumizi ya mamlaka zaidi ya Mungu? Mungu. Sasa Mungu anaweza kumwambia, now I want you to take over this city. I want you to take over and break everything that is not godly in this city. How are you going to break it? How are you going to hear it in first place? Unajuaje ndio mapenzi ya Mungu? Na Biblia inasema mnaposali, salini Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Cha kwanza ni kudeploy the authority of God on earth. Ufalme uje, the authority. Alafu mapenzi nao matokeo yatokee. Now you heal, si kwa sababu ulipanga wewe kuponya, ila kwa sababu ni mapenzi ya Baba kuponya watu. But you're his authority here. So you can go in the house, I'm looking for robbers, natafuta vibaka ni wakamate, maana na mamlaka ya kuwakamata wanatusumbua sana. Si kwa sababu wewe ndo mwenye nguvu sana za kuwakamata, no, ni kwa sababu baba yako alikupa mamlaka, anataka wakamatwe. Okay. You understand? So another thing is power. Lazima Mkristo ajue I have power. So ombi. Bia sema na kama roho I thought authority power iko ndani ya authority. No. Authority
ni tofauti na power. Power is within. Authority ni kama badge. It's like my phone. Okay. It's something I show you and then I tell you I have authority, you see? Na badge kama alivyo napenda zile za askari wa Marekani. The way they have their badge tofauti na wa Tanzania. Oh, yeah. They show you like this. Police, ukishaona tu ile unajua okay. This is ukiangalia tu unajua okay. Imeisha, so hiyo ndio authority. But power is within. Ndio maana nasema hivi hatukuweza uweze kufanya mambo yote kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yako. So power ina limitation. Lakini anasema hivi kwamba jinsi kwenye Matendo 10:38 anasema jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu Kristo. Akaenda huko akiponya, kufanyaje na nini, akifufua, kuponya, akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake. Ina maana kwa sababu Roho alikuwa ndani yake. Roho wa Mungu ndo nguvu ya Mungu. Mungu ni mmoja. God is like the sun. Sawa? Jesus is what we see. The light. Sawa? The light. Holy Spirit is the energy. The energy from the sun. Unafua nguo unaianika inakauka, joto. It's hot here, unafununua AC usipunguza moto wa jua. But all of them ni jua, but in three dimension. Ndio maana tunakwambia Mungu anakuaje na mtoto. Wewe huwezi kuelewa mambo sababu ni mpumbavu sana kuyaelewa. So imagine Mungu ndo jua. Lakini jua lina produce light which is Christ. So now we can see. Let there be light. Christ is there now present. The Holy Spirit is the energy. The energy. Now you feel the heat. You can see it. When the Spirit is around now you feel the heat. Unasikia kabisa kuna kitu kipo. I see heat. Naona joto. No. Imagine you can't feel the light. Yeah. You can just light, you can see it. You can just see it. You can't see the light. You can't see the light. You can't see that. You see things because the light is present. Reflecting, okay. Yani unaona vitu kwa sababu nuru ipo. Nuru haionekani. Unaona reflection. Umeelewa? Yeah. Na hiyo ndo raha ya nuru. Unaona vile anasema hivi. Wale wanaoongoza wanasema anasema wafanya watumishi wa malaika zake kwa pepo na watumishi wake kwa miali ya moto. Sasa huwezi kuiona nuru, ila unaona vitu kwa sababu nuru ipo. Kwa sababu That's Christ. Na huwezi kulishika jua ujue kama lina moto, but you feel the energy even though jua liko very far. So the energy ndo kazi ya Roho Mtakatifu. So the energy is the power. The power. Everybody can feel the presence of the Holy Spirit. Akiingia hapa we can feel. If I'm speaking like this and the presence, the anointing is present, you can feel the presence of the Holy Spirit. You can feel the anointing. Kuna mtu atasikia di moto, atasikia bisa moto live, physical fire, heat. Kuna mtu atasweat kabisa, joto linazidi. Why? You can feel him. You can shake kabisa the whole body. You have to kujaribu kunyamaza hivi, you shake like that. Kwa sababu gani? The spirit in energy. It moves things. It moves people. No matter when the spirit is around, people are falling. Ukifanya hivi watu wanalala. Ukifanya hivi watu because that's the spirit. Drama. Mtu anasema unajua mafrimason ni wachawi hao wanajua. You ndo unasema. But when the spirit is present, that's power. Unanielewa? But the issue about now the energy is measured by distance. Ndio maana ukienda kwenye Pluto is the most coldest planet. Why? It's very far from the sun. Kama kuna mawingu yamefunika kabisa jua, unaweza kufua nguo ikakauka on the right spot. Hapana. Hata ukiweka juu ya bati. Bati si ndio linapokea moto haraka. Hiyo nguo itakauka. Labda sisi ambao tuko tunaishi milimani tukaiweke juu ya jiwe. Yes, kwa sababu gani? Kwa sababu jiwe bado lina ile energy. Imehifadhi. Kuna obstacle ambao ni clouds. Even when it's raining you feel cold, but mwanga unaondoka. No. The light is still there. Yeah. Because the sun is present. Mungu yuko ndani yako. The light is still there. But because of the obstacles, now the presence of power. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Why? Nimeondoa obstacle to how, yani nimeondoa obstacles kwa kiwango gani? How committed I am into my consecration altar. I mean, how am I consecrating myself? Lakini pia understanding, understanding na kila kitu. Sasa ndio unaona mawingu, mvua zinanyesha na nini, then you feel cold, unatafuta sweater, unajikunyata, unasema ngoja nikalale, I feel cold. No heat.
no power, but the light is still there. So utakuja kugundua kwamba authority imefanya utambue kwamba the existence of sun is there. Linatawala, giza limeondoka. Yani hata giza haliwezi fanya. Kwa nini? The authority is there and I can use it. Yes. Lakini power, the limitation, kwa sababu ya mawingu, now you don't feel the heat. So utakuja kugundua kwamba Roho Mtakatifu ndo nguvu ndani yako. Sasa kila mtu lazima ajue kwamba kwa kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa kumpokea Roho Mtakatifu ndani yako, you have the power. But the issue ni kwamba Mungu, Biblia inasema yeye hamtoi roho kwa kipimo. Ina maana anakupa Roho Mtakatifu in full. But now unavyomtumia Roho Mtakatifu ina depend na mahusiano yako na Roho mwenyewe. Okay. Kama kuna mawingu kati yako wewe na Roho mwenyewe ambaye ndo source of energy, always you feel cold. So ondoa mawingu, ondoa nini? Make sure you interact with him daily. Na kitu kinachofanya uweze cooperate kwenye power ni obedience. Okay. Kwa sababu Holy Spirit ni person, anaongea muda wote. So the obedience is what inakufanya unakuwa unampa Roho Mtakatifu more power. Akikwambia Victor, nenda jikoni pale kaangalie sufuria, wewe nenda kule kaangalie nini, you just go. Whether you find what he said or you don't find it, just do it, because that's the training. That's how it does things. Yeah. Until you become obedience to his voice. Sasa ukianza kutii sauti ya Roho Mtakatifu, unaanza kumtambua. Now you become powerful. Now you know his presence, he knows you know it. Kwa muda wote akikwambia do this, you will do it. Na matokeo yataonekana kwa sababu ni yeye amesema. Na unajua ni yeye amesema. So sasa hiyo ndio inaanza kuongeza, ina enlarge ile capacity ya nguvu na vile anavyofanya kazi. Kwa nini? Hakuna tena kizuizi. Okay. Umeelewa? So lazima kila mtu ajue kwamba tuna nguvu. Nguvu ndio tunatumia kuponya, nguvu ndio tunatumia kufanya ishara na maajabu, miujiza na kila kitu. Unavyoona watu wanaanguka, watu wanalipuka mapepo, watu wanafanya, ni the presence of the heat. Kuna nguvu kiachia, vitu vingine vyote haviwezi kuwepo. Lazima kama ni nguo ni mbichi ikauke. Unanielewa sasa? The last thing is the light. Lazima mtu yote aliye ndani ya Kristo ajue kwamba yeye ni nuru. I am the light of the world. Yani kwa maana nyingine ni kwamba bila wewe kuwepo dunia yote iko gizani. Yani unashumu leo jua liondolewe, tunaishi dunia ina gani? Last time nilikwambia kwamba mama aliniambia duniani kuna at least kuna hii amani kwa sababu watakatifu wapo. Lakini pia nakumbuka neno la Mungu linasema kwamba mimi ninaondoka lakini nimewaacha nyie, so you're gonna be the light of this world. Yeah. Kwa sisi ni nuru hapa duniani. Yeah. Okay. So we have to know we are the light of the world. Kama jua alipo, dunia iko gizani. We bring light, why, how? And tuna bring light how? Ni pale ambapo we give remember, light ndo ukweli. Unaweza kuondoa giza bila kuongea na giza. Light inapokuwa haipo ndo kitu pekee kinaweza kufanya giza lije bila kukaribishwa. Okay. Uninvited. The only way you can invite the darkness is when the light is off. And the only way you can chase the darkness, si kwa kuiambia darkness go, is only when the light is absent. Okay. Umeelewa? So dunia hii we bring light kwa kuileta fact, reality into sin. Sisi ni viumbe gani? What the true the reality, capacity we have, the true reality, the power we have, the authority we have, we demonstrate to the world. Then we give solution to the things ambayo dunia imekosa solution. Now we become the light. Biblia inasema hivi kwamba ninyi ni nini? Nuru ya ulimwengu. Sasa sio kwamba you have the light, no, you are the light. Na hakuna maombi ambayo mwanadamu anaweza kuomba nje ya mambo matano dunia hii utapata matokeo. Hakuna prayer yoyote, nothing itafanya kazi unless you pray in these 5 things: eternal life, infinite abundance, authority, divine power, and the light. You have to know you are the light of the world. Like before praying them, you have to really know them. Know them in the scripture and memorizing the scripture. I am the light of the world. I bring light into my marriage. I bring light into my children. I switch on the light to my finance, to my business. Kuna yule mdada alishuhudia, kama nakumbuka, alisema kwamba kuna huyu mzee alizeeka sana lakini akawa na nguvu sana. So watu siku moja akamfuata kumuuliza, mbona una mvi, umri wako umeenda sana, unakumbuka? Lakini you're very powerful. Siri ni nini? Unatumia dawa za anti-aging au? Akasema, mzee, mimi toka nikiwa kijana nimekuwa kila nikiamka asubuhi ninafanya declaration kwamba I am powerful.
Alisema alikuwa anarudia ile scripture kwamba ujana wangu utarejezwa kama tai. Yeah, I am powerful. Sasa just that word, imagine. By confessing. Sasa even the light, you bring it out because the darkness knows its place. Yani uchawi ni darkness, uganga ni darkness, umaskini ni darkness, kwa sababu vyote ambavyo viko kinyume na alignment ya neno la Mungu. Maskini wakikusikia ndio maana wanakuwa maskini. Wewe sema maskini ni darkness. Ndio maana wanakuwa maskini. Kwa sababu kama Kristo alileta utajiri, kama Kristo alileta heshima, alileta authority, alileta mamlaka, alileta kila kitu, akatupa kila kitu, utajiri wote na nguvu zote. Chochote kinachoenda kinyume na kile na uzima na nini kinachokuja tofauti na kile Kristo alicholeta ni giza. Okay. The only thing can chase it away is the presence of light. So when you say, I bring light now into my situation, I switch on the light. You don't have to command the darkness. When you bring the light, the darkness knows its place. Run away. And the amount of the light you carry, ambacho ndo neno la Mungu na ufahamu ulionao kumuhusu Mungu, kwamba Kristo amesema nini kuhusu wewe. The amount of understanding you have is the amount of the darkness ambacho itaondoka kwako. Uwezi washa kiberiti, giza likaondoka sasa na umewasha spotlight ya gari. Oh yeah. Ukiwasha njiti hivi utamulika hapo kulingana na nini na njiti. Na giza linajua. Ukisogeza njiti kuna nyenyo linakufuata kwa kipimo kile. Nakimbia. The more you have the truth, the more you know, the more you become the light. The more you una-enlight the world. Sasa tumeitwa ku-enlight the world, lakini kuna watu wana-enlight tu maisha familia yao. Lakini haimaanishi kwamba the more you know, haimaanishi kwamba kwa umeokoka leo na unajua mstari mmoja tu kwamba you can have power to move mountains, alafu ndo usubiri paka ujue mistari yote. No, you can just use what you have. Without using uwezi hivyo hata kujua zaidi. Yeah. Kwa sababu you know when you see it outcomes. Yani ukishajua, ukaamini, ukafanya ukaona matokeo, unaamini zaidi. Yes, kama mimi nilikwambia. It's move, unajua kuna kuishi kwa imani na kuna kuishi nje ya imani. Kwa imani na nje ya imani. Mtu mmoja alisema imani ni mlango kati ya mwili unaona mambo na roho isiyoona mambo. Lakini kuna muda ambao unafika hatua ya kwamba siamini tena, ninajua. Ina maana imani inakuwa tena ifanye kazi. You know, mimi ni new creature. Ninajua siwezi kuumwa. It's not kwamba I believe so kwa sababu naamini now go. No. Ina maana now the door, yani nilishamvuka kutoka kwenye kutumia mlango wa imani kuyaleta mambo kwenye ulimwengu unaoonekana, nikaenda kwenye kujua I know indeed God is in me. Na mimi niko ndani yake. So matokeo yangu hayawezi kuwa ya kibinadamu. Okay. Sio maombi, sio swala la naamini, no, ninajua. Okay. So mtu anaweza move kutoka kwenye, ndio maana nimesema hivi, kuna mimi ni njia, kweli na uzima. Unatoka kwenye njia unasogea kwenye kweli, unajua kweli inakuweka huru. Kitoka kwenye kweli unaingia kwenye uzima. Uzima ni ulimwengu wa mbinguni, ni ulimwengu wa watu wasioonekana, ulimwengu eternal life, ni ulimwengu mwingine watu wasioonekana, kwa maana ya kwamba ni kama roho hayuko kwa sababu haionekani. You interact with the spiritual beings. Mchawi kama anapita kwenye dirisha, unapitia mkuta huu, akija kwako kukuloga, akatokea kwenye kona hii, wewe tokea kona hii, mfuate nje. I've seen that happens to some people. Oh yeah. Kwani Filipo alifanyaje? Unatoeka tu babu, kama mchawi anatoeka kwa sababu kimama kinauza dagaa na nyanya hapo, akina mbele akina nyuma, kinaenda kushoto kulia, kalevi kagongo kamekonda kana kansa mpaka ya utumbo na nikachawi. Akanakuja kwako kanakutembezea kichapo na moto wa kutosha. Alafu kanaweza kanayeyuka. Na umekaa hapo na ndevu zako baba, katika jina la Yesu. Hamna lolote. Kanatoka nako. You are bro. When kuna level nataka tufike tujue kwamba sisi ni spiritual creatures. Yani ni viumbe visivyo na tafsiri. Hauwezekani wewe ukawa na nguvu kunizidi kwa sababu ya unga na vipumba na vikamba na matope na vipembe na eti hivyo. How come? No bro. Kwa sababu mimi sitazami ninavyoviona, mimi sitazami naona ukuta. Wewe unaona ukuta, unasema siwezi kutoka nje. Mimi sioni ukuta, naona njia. Na mchawi ndo alivyoaminishwa kwamba akiangalia pale anaona njia. Atazami anavyoviona bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana hivi havina lolote. Yeah. Na wewe una Biblia imekuruhusu. Sasa I'm the light bro. So people wanatakiwa wajue, watu wanatakiwa wajue kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Na nuru yetu inaangaza kwa kadiri ya ukweli tunaojua kwenye neno la Mungu. Kwa wingi wa neno tunalo comprehend ndani yetu. That's the only way we can switch on the light kwenye ulimwengu. Sio busara hizi za kukaa kwenye busara za nini? Kwenye vituo vya kahawa. Unakaa na mzee kwenye kituo cha kahawa anakuambia, unajua mwanangu, budget ukifanya nini unafanikiwa, lakini ni maskini. Hizo ni busara. Unajua kuna tofauti wa busara na let's go. Busara zilizagi matokeo. Oh yeah. Yaani busara ni maneno yaliyosababishwa na makosa waliofanya watu ambayo hawawezi kuyarekebisha. Hizo ndio busara.
Unaponipa busara ni pale ambapo ulipiga mzinga ukapata breakdown, alafu ukaja kujua ni breakdown baada when the time is out of time. Unakuja kuniambia unajua kijana, mwanangu, busara za wazee zinafaa. Unaanza kunishauri fanya hivi, lakini ukweli unahamia. Unanishauri afu bado nakupa buku 5 ya kula. Ila busara zako zinakuwa ni busara kweli, sio kama make sense. Ni busara nzuri kabisa, ukizifuata unafanikiwa. Lakini busara zimetokana nini? Mistake ambazo hazikuwa corrected. But sisi hatutegemei busara. Lakini tunaishi kwa ukweli ambao ni hekima ya Kristo ndani ya mtu. Ambayo hiyo kweli ndio ina hizo dimension 5. The truth. Yani ukweli wote nao tunaosema utajua kweli nao kweli itakuweka huru. Hakuna ukweli nje hapo. Katafute Biblia from the Genesis to Revelation. Na inayoendelea. Hata Biblia izaliwe mpya leo. I'm telling the truth. Eternal life. Divine, infinite abundance. Divine authority. Divine power. And we are the light. Maneno 5. We conquer the world. We conquer the world. Even hata kama ni mtumishi wa Mungu akiweza kudominate ya maneno 5, akaamini akayaconfess kila siku, lazima aone mabadiliko. Operate from understanding the from ground. Understanding sio kusema, ajue kabisa. Na akishajua kwamba mimi na eternal life na maisha ya watu wa eternals, ya watu wasioonekana, achana kwanza na kuishi kama Wanatanzania wanavyosema. Akishajua nimebarikiwa kwa baraka zote za rohoni ndani ya Kristo Yesu, atajua kwamba sitegemei uchumi, sitegemei sadaka, sitegemei nini, sitegemei watu wanisaidie. Mimi na draw from heaven. Nikiwa sina, ninacho. Kwa sababu shetani ana access na mali, lakini hamiliki mali. I'm the owner. He has access. Kwa hiyo fulani ana pesa kunizidi na yuko kwenye ulimwengu wa giza, imaanisha ananizidi authority ya pesa. No, yeye ana access. Mimi ninamiliki. So now I confess, I speak until pesa zije. I think kwenye concept ya kumiliki na kuwa na access ndio sana. Unakuta kuna watu wana pesa mingi sana, lakini pesa hazijai kuwapa amani. Pesa zinawapa depression, pesa zinaongezea stress, wanakuwa na magonjwa. Lakini kuna mtu ambaye ameokoka na hana pesa, yuko na amani, hana stress, na haugui. Unajua ukiwa na pesa na umwamini Kristo, shetani ana access na pesa zako. Shetani nini? Hizo ndo pesa ambazo atazitumia kufanya mambo yake yote anayotaka, akitaka anytime. Kwa hiyo ndio maana tunasema shetani ana access na pesa, kwa sababu ana watu ambao wanamiliki pesa ambao ni wa kwake. So ana access, sio mwenye pesa. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Ila kuna wenye nazo ambao kuna ufalme mwingine una access na zile pesa. Okay. So kuwa nazo nyingi alafu Mungu hana access nazo, ni sawa na hauna. Kwa sababu muda wote ambapo shetani atapata project kuua, yani akiwaza kuua afu inahitaji pesa, hiyo kuua yake itahitaji pesa, atazifuata zako. Whether you kill you, wewe ndo utaua, or someone else will do, but you will sponsor it unknowingly or knowingly. Because he has access. Ndio maana Biblia inasema baraka za Mungu hazichangamani na nini? Anasema hazina majuto. Hazina majuto. Why? Ni kwa sababu devil has no legal ground kwenye chochote unachomiliki. Because ukimiliki wewe ni sasa na Mungu amemiliki. Remember you have authority. Authority ndio ina possess. You miliki by the authority. The authority ni ya Mungu. Nikwambia wewe ni mtawala wa ile eneo, kuna mamlaka ile kuweka pale ili utambulike kama mamlaka. Lazima kuna mamlaka ile kuweka. So nikikuweka mahali na maana devil knows he doesn't have access. Ndio maana ukijua authority utasema you have no access to my children, you have no access to my life, you have no access to my marriage, you have no access, and it become. But really mekata. Yeah, I think tumalizie. Sasa kumaliza. So kwa tumeongea muda mrefu sana. Labda mimi nimalize huko alafu 3 dakika 15. Yeah, you just finish. So for me na shauri, kumbuka subtitle yetu, they need to have control over reality. Yeah. So I can conclude, naweza hitimisha kwa kusema kama mtu anahitaji kuwa na control kwenye mambo yanayoonekana, physical things, you must first have control from unseen realm. Kama unataka kuwa na nguvu ya kufanya matokeo lakini katika nuru, baada ya kujua kabisa kwamba nataka kufanya hivi, lazima unamjua kabisa natakiwa kuwa na control katika ulimwengu usioonekana. Na ukafika hatua ukasema ninachagua sasa ulimwengu, nimeachana na ulimwengu wa giza, nataka kuwa na control kwenye ulimwengu huu wa nuru ambao
mtumishi wa Mungu anaongea. Then you have to know kuna mambo matano lazima ucomprehend. Okay. Unaweza tu kaamua kusema let me take my time. Kila eneo moja katika matano nalipa wiki moja. From Monday to Friday or to Sunday, I will only meditate about eternal life. Hapa naona kuna meditate kuhusiana na uzima wa milele peke yake. Nile au maandiko ni meze, nielewe, niandike, ni nondo tu. Eneo kwa eneo. So hapa kuna mtu namuona kama anawaza. Yeah. Anawaza kwamba kuna kitabu kinaitwa 48 Laws of Power, kimeandikwa na Robert Greene. Ni kitabu ambacho kimekuwa banned Marekani kwa sababu kinaaminiwa kwamba kina nguvu sana. Kwa serikali ya Marekani imekiban, hakitakiwi kuuzwa kabisa Marekani. So kuna huyo mwamba sasa hivi anasema come on, why should I read the Bible and take those 5 steps wakati huko kuna 48 Laws of Power. Ile ni nadhani ile ni sawa na yule mtu ametap just a tiny part of the unseen world. Lakini this is a whole package. This is everything. Kwa sababu hata kile kitabu nimekisoma, ukiangalia zile 48 laws zote, ukiziamua kuzicategorize kwenye hizi 5, zinakaa zote zinajaa. Wow. Alafu ni zile yani ni kama vile vienyo vidogo vya hizi hapa. So they need only 5 things. Mnahitaji vitu 5 tu. Kuelewa uzima wa Mungu ndani yako. Uzima wa milele ulivyo. Na ambavyo tayari unao uzima wa milele ukiwa hai. Kiswahili safi hapo, na si Kiswahili tuelewe vizuri. Kwa hiyo lazima uinvest kwenye kujua uzima wa milele ni nini na unafanya kazi wapi, na wakujua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Amesema na uzima wa milele ndio wakujua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Hiyo ni Yohana 17:3. So kwa kujua sana na kuelewa ule uzima unakuwa ndani yako. Now you have access. Uishi tena kwa sababu unapumua. Uishi tena kwa sababu eti damu yako ina nini. So you can heal. Sio kwa maombi, kwa sababu Biblia inasema tuombee wagonjwa. Imesema wekeni mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Why? The transmission of uzima. Kama ambavyo mtu anaweza kuambukiza ugonjwa, now you can transmit life. Why? Wewe umeubeba uzima, umekuvaa. Sio tena neno limevaa mwili la uzima. Eneo la pili, infinite abundance, au tunasema utele, maisha ya utele. I think next time nitakualika to break one by one. No problem. The whole package. No problem. Yeah. So hiyo tutaenda na deep, tutadive into scriptures, tutaongelea na moja na scriptures zake na to explore na how to namna ya kuyaomba au namna ya kuomba based kwenye mambo matano. So ujue kabisa kwamba wewe umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Ujue kabisa Bwana ndiye mchungaji wako, huwezi kupungukiwa na chochote. Ukiona upungufu si kwa sababu Bwana akuchungi. Lazima ujiulize, kwa nini nimepungukiwa? Je, ni Bwana anichungi, ninachungwa na mtu mwingine? Tulisema mara mwisho kwamba hata Wamasai ni wachungaji. Unaweza kuwa unachungwa na Masai. Kwa lazima ujiulize, kwa nini napungukiwa kama Bwana ni mchungaji wangu na amesema akiwa mchungaji wangu sipungukiwi. So ukiamini ya mambo na kuyasema, hata ule upungufu uliopo unaanza kuondoka. Jambo la tatu tukasema ni divine authority. Mamlaka ya kiungu. Kwa lazima watu wajue mamlaka ya kiungu inafanyaje kazi, na wajue ana mamlaka. Hata kama ameokoka leo, hata kama alikuwa hajaokoka na anataka kuokoka, ajue kwamba anapookoka tu ana mamlaka ambayo hata Rais Samia hana, hata mtu yote wa dunia hii hana, even Donald Trump hana. So anapoamini Trump ameokoka bana, acha mambo. Kuokoka ni nini? Yes, kwenye nyingine. Na mimi naongelea Trump, naongelea Trump kama ofisi ya urais. Rais wa Marekani. So ile mamlaka yake kama rais wa Marekani anaongea, unajua nitaenda kupiga huko, najua nitawanyang'anya hao, unajua nitafanya hivi. Hiyo mamlaka hiyo ambayo tunaona ni kubwa ya kidunia. Una mamlaka kuliko hiyo ambayo yeye anayo. Kama anayo nyingine it's okay, nayo it's powerful. Lakini hii ya kidunia hii, you are above everything. Another kitu kingine, una nguvu, divine power, kwa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, nguvu ya kiungu. The only thing unatakiwa kufanya ni kuondoa ile mawingu, ili usiishie kuona nuru na kujua kwamba jua lipo. Sababu jua utaliona, Mungu yule pale, jua lipo. Haya, nuru hii hapa, kweli Yesu yupo. Nguvu, mawingu, mvua inanyesha, baridi kali. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu wako pande mwingine kule hamna mawingu, wanakula moto, anajipepea. Yuko mtu hapo da anapigwa baridi, na wewe uko hapa Mwanza una baridi, anapigwa joto kule kwa sababu jua kali, wewe unapigwa baridi kwa sababu kuna mvua huko. Lakini wote ni matokeo ya jua. Jua linafanya kazi. Sawa. Umeona? Kwa hiyo Roho Mtakatifu na namna ya kufanya sasa vitu kulingana kwa kadiri ya nguvu itaenda kazi ndani yako. Na hiyo nguvu tunaiongezaje? Sasa tutakuja ku dive deep. Lakini lazima mtu ajue kwamba kwanza ajue tuna nguvu kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Alafu cha mwisho, wewe ni nuru. Sio kwamba wewe una nuru. Wewe ni nuru. Ile Mungu aliyosema kwamba iwe nuru ikawa pale kwenye Genesis 1. Ndo wewe. Haikuwa jua, haikuwa nyota. Ndo hiyo nuru hiyo imekuja kuambia you are the light of the world. Ndo wewe. Na nuru unajua nini? Faida ya nuru inaleta uzima.
John chapter 1 Yohana 1:1 kuendelea pale. Kwa hiyo nuru ina uzima ndani yake. Kwa hiyo wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe utakuja kugundua mambo yote yanashabiriana. And haya mambo matano yanapokuwa mahali yana attract kila kitu. Kila kitu unachokijua wewe. They attract money, fame, sijui nini, influence tu, utakuwa na control. Sasa ngoja nikuulize, how are you going to miss? Let's just think kabisa kwa akili za kishamba za kitoto. Unawezaje kuwa na haya mambo matano na usiwe na control? Kama unaweza control the unseen realm kwa kuelewa haya mambo, unashindaje control mwili? Kwa sababu ngoja nikwambie, atakuja sawa mtu ana pesa zake na magari yake, lakini ana ukimwi. Dawa za binadamu hazimponyi, lakini wewe una uzima wa kumponya ukimwi. Moto. Hata wanasayansi hawezi elezea dawa unaweza kumpa. Lakini akija tu contact moja na wewe, anaenda kupima maambia negative. Wewe na yeye ana control. Kuanzia hiyo siku yeye na pesa zake unamcontrol. Just control. Simple. Yeah, imenipata kweli. Simple. Sure. Sio, unanielewa? Linakuja jambo halina suluhisho. Kama ilivyoenda kwa Danieli. Bwana, nimeota ndoto. Nitafsirie. Danieli akasema ngoja, akarudi ndani akapiga magoti akaomba, akaja kumwambia Bwana. Kwanza akaelezea maana na kila kitu. Kama ilivyokuwa pia kwa Yusufu. Akamwambia, akaelezea ndoto na maana ya ndoto. Ambaye hajaota yeye. Danieli akaelezea kila kitu. Bwana, uliota hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yaani kweli uliota hivi. Maana yake ni hii. So unawezaje kutoa solution kama hiyo alafu usiwe nuru? Man, so kuna vitu vinawasumbua wasoma vitabu wasahau guys. Sauni 48 laws of power. Hivi hapa vitu vitano. Powerful. Man. Powerful. Yeah, that's so powerful. Yani ukitaka watu wakufuate kama kumbikumbi. Watu wakufuate hapo nyuma, yani wataki kushika upindo wa vazi lako. Possess ya mambo matano. Then hata kama ni mchungaji, do your thing and see the outcome. Man. Yeah. Nataka uendelee kuongea. No, hatujamaliza no. Nataka uendelee kuongea kama dakika 15 hivi. Dakika 10. Say anything, come on, endelea, ongeza nyama. Yeah, so kwa tunapoongelea swala la control. Natamani mtu ambaye amesikia mambo. Yaani achana na maneno mengi. Naweza hata nimeongea vitu vingi sana ambavyo labda pengine unaweza kuona kwa vina nani sana. Lakini wewe kama ni mtu mzima unayejielewa, lazima ujue kwamba kwanza wokovu wetu si tu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Utakuja kuondoka kwamba haya yote ndo Mungu aliyarudi. Haya ndo tuliokuwa nayo. Mungu hawezi tawala duniani kama wewe hauna mamlaka, sababu wewe ndo uko hapo unamwakilisha. Kwa hiyo una attract kila kitu kwa sababu ya hivi vitu vitano. Ukiwa na utajiri wa mbinguni, ina maana utegemei tena uchumi wa kidunia kufanikiwa. Kwa maana mimi ni Bwana nikufundishia kupata utajiri. So kwa sababu kuwa maskini sio, yani to be poor is not the absence of money. Sina pesa ipo ila huna wewe. Wengine wanayo. Subiri kwanza, hiyo tutairudia. To be poor. No, subiri kwanza. Twende taratibu. To be poor. Subiri kwanza. Ngoja washe kamera. To be poor. No, I have to react hapo. To be poor is not the absence of money. Umesema? Elio tayari? Umesema? Imesema to be poor is not the absence of money. Money as currency. Shillings, dollars, euros, union. To be poor is not the absence of money. Okay. Money is present. To be poor is to lack the access of money. Okay. You lack the access to that money. You lack access of money. Then you are poor. But see the absence of money itself as a currency. Okay. Yani haimaanishi kukosa pesa kwa Victor eti Tanzania ilipitisha bajeti ndogo mwaka huu. Labda kama walikuwa wanatengeneza trilioni kadhaa za shilingi, walipunguza. Kwa pesa zimekuwa chache, hazijamfikia Victor. No. The same measure, the same amount of money. Tena inawezekana zikawa zimeongezeka na kuna nyingine za nje zimeingia kwa watalii, kwa kupitia sijui milango gani. So currency imeongezeka sana. But wewe huna pesa si kwa sababu pesa hazipo. Sio kwa sababu makaratasi yale hayapatikani. No, wewe huna access na hayo makaratasi. And that's lack of control. So all you need is access. Yeah, and we don't chase money. We don't chase money. Money chases you. All you need is access. I think next time we have to learn how can you have access to that money.
Kwa sababu there is a way to have access, ndio? There is a way to have access. Which of it is one of this? Ambao ni kuna ya kidunia na kuna hii ya kwetu sasa ambayo ni superior. Na hii superior ya kwetu is effortless. Unasikia gani unasema miracle man hivi vitu vyote vina exist. Effortless. Si kwa sababu eti kwamba utasema sasa kama sina kazi itakuwaje? Mimi ni Bwana nikufundishia kupata utajiri. If you uko kwenye mambo matano, kama Mungu umejalia na mambo matano ni mawili, upate pesa for free au upate cha kufanya uwe na access ya pesa. That's God. Let's go. Ndo hivyo. Mimi ni Bwana nikufundishia kupata utajiri. Yeah. So Mungu anaweza akasema, "Oh my son, utalala utaota ndoto, ukiamka asubuhi utashangaa mtu anakuja anakuambia siku kuna watu wanahitaji vyafu leo usiku." Idea fulani unasema unajua hii ni Mungu. Tomorrow umeanza. Ulikuwa una cha kufanya, una idea yote. Hata kama ni ya kukunja maboksi ya zawadi. Hayo maboksi yako anaweza akawa ndo kila mtu anataka kuyanunua. Lakini sasa uzuri wa Mungu pia anaangalia, akupi tu, anaangalia how are you going to use it. Unajua? Yaani ngoja nikwambie. For you to know the source, you have uelewa wa kutosha kujua kwamba hiyo pesa haijaje kupitia nguvu zako. Yeah. Umeelewa? Tofautisha wale wa dunia nimekwambia. Yes, hadi ufike level ya kupewa na uweze kuzipata na kuwa na access. Yeah. Kuna level ya ufahamu tayari unayo. Kwanza ndio maana ukaweza kuishi kwa kujua kwamba mimi ni kiumbe wa mbinguni, siishi kwa sababu Tanzania ina pesa au haina, sijui kwa sababu kuna vita Iran, sijui kuna nini. No, mafuta. I'm living based on heavenly currency. Mimi nimebarikiwa kwa baraka zote za roho ndani ya Kristo Yesu. Amenibariki. Anasema mwana simba utendikiwa atakula nyasi, lakini wenye haki wangu hawatakosa chochote kilichochema. Chochote. Na havijaandikwa majina. Chochote. Bro, you eat until you become. So physical currency kifeli, shilingi stuff, digital kafeli, cryptocurrency, bitcoin and stuff. Kuna hii unseen currency. Yes. Bro, utapewa hata hela bure. Amen. That's God. Amen, bro. That's God, bro. Kama aliza mpa mtu mimba si bila mwanaume. Wow. Tunakupa pesa bila kazi. Wow. That's God, bro. Wow. We have to think like that. Alignment. Yeah. Na kukosa cha kufanya kukosa cha kufanya sio sababu ya kujustify kwamba mimi siwezi kuwa na pesa sababu imeandikwa asifanye kazi na asile kwa sababu sasa nimemwamini Mungu sawa ila sina kazi. Alikwambia kwamba kazi unatakiwa utafute ndo Mungu akusaidie nani? Mungu mwenyewe ndo anayekupa kazi. Ni kufundisha kupata utajiri. Yaani wewe ukishakuwa kwenye mambo matano, first of all you tu pesa. Kwanza lazima uwe. Yaani unaamini kwamba sina pesa, nina kazi. Hiyo kazi italeta pesa. Sina pesa, sina kazi. Hiyo revelation ulionao inaleta kazi, afu inaleta pesa. Complete. Na hata hiyo revelation ulionao inaweza kuleta pesa bila kazi. Mbona naona kama ya mambo matano ndo kila kitu. Tumekwambia bro, soma Bible yako mpaka uchimbue mpaka utakavyoweza. Nobody has ever lived outside haya mambo niliyokuambia. No one. From Genesis to Revelation. Yaani hapo ninaona natural ni kwamba self vinaitwa vitabu vya kujisaidia, vitabu binafsi vya kujisaidia vyote vimetokea hapa. So vya kujisaidia. Yaani vitabu vyote tunasikia principle to get wealth, think and grow biblical way to become rich. Sijui break the curse of poverty. Sijui the anointing for wealth. Vyote tunavyoongelea we still get back here. We will always come back here. You don't need the book first because hivi vitabu vyote vinakuleta hapa. Lakini the problem is vinakuleta kwa njia moja ambapo zinaitwa subways. But you have a main way. A main way. Of which yani ngoja nikwambie. Mungu ni kama baba. Ukija kuanza kudefine haya mambo utagundua kwamba the Lord is my shepherd. Sawa? Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu Bwana. Na kuna sehemu nasema mkisali salini hivi baba yetu uliye mbinguni, baba. Ina maana kama baba yako anakupaga kila kitu kilio, kusema baba na shida na ndevu zako hizo anakuambia mwanangu na 10,000 hapa uchukua, utakula hiyo sina kitu, utakula na mke wako. Kama baba yako anakuthamini to that extent na umeoa na una kila kitu na bado ukiwa na tatizo kidogo ambalo mcheki mzee anakusaidia. Baba wa duniani, Mungu ni zaidi. Anasema katika yeye ubaba wote wa dunia unatajwa. Kwa hiyo ndio dimension ya juu. Hizi nyingine ni levels tu. Sasa ujue tu kwamba kuna wakati itafika utasema Mungu hawezi kukupa pesa kama hujui hata budget, hujui kuzibudget. Huyo sio baba anemjua mimi. Kuna wakati inafika you know God. Yes, una ufahamu juu ya budget, lakini hawezi kuacha ukafa njaa kwa sababu huna ufahamu wa budget because it's disqualify kuwa baba. You don't give your children food kwa sababu they have worked. No, unaweza kuwaachia hata kazi ya kufagia ndani hajafagia lakini anakula kwa sababu you are responsible.
Yani asipokula, as long as ni mtoto wako, you're responsible. So tunapokuja kudive kwenye mambo, kuna wakati mwingine atakwambia sawa, principle to maintain, principle to do, si nini, kanuni za kutunza fedha. Hizo sasa zinatuprune, zinatutengeneza tuwe more vizuri, lakini kanuni za kutunza afya sio solution, sio kigezo cha kutokubarikiwa hata kama uzijui. He's a father, he's a provider. For him to be a father, he must provide. He doesn't provide, yeye hawezi kuitwa baba. Kwa hiyo kwa mchungaji wa kondoo na ajui kondoo leo wanaenda kula wapi na maji yako wapi, yeye si mchungaji. Sasa wanasema mimi ni mchungaji, kama mimi ni mchungaji wako, huwezi kupungukiwa na kitu. Na maana si jukumu lako kujua malisho yako wapi. Ukiamka asubuhi, fuata mchungaji. Kama unaona unapungukiwa, wewe utakuwa unachungwa na bibi yako, au Masai kama tulivyosema. Kwa lazima yani unapoanza kwa meditate unaanza kujua mimi kuna mali na kuna kitu kinalaki, kuna mali siko serious na Mungu. Let me be serious. Acha kabisa niamue nimpe full control. Awe mchungaji wangu. I will live maisha yangu nikijua kabisa nachungwa na mtu mmoja tu. And I will follow his instruction. Nitasoma neno lake nimuelewe zaidi, kwa sababu kusoma ndio kunakufanya ujue zaidi unafuata nini. Then from there ona matokeo. Nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. I think we should finish. Uko on fire. Are you on fire? Tutaendelea mpaka kesho. Yani nikiendelea hapa tutamaliza, lakini huo ndio kweli. So control yote ya ulimwengu iko hapo. Majibu yote ya watu, unaona makanisa watu 500, mwingine na kanisa la watu 2, mwingine na kanisa la watu 700, mwingine na kanisa la watu 1000, mwingine na kanisa la mtu mmoja, mwingine na kanisa la watu 500. Alafu wote wanamhubiri Mungu mmoja. The problem sio watu. The problem ni yule anayewaita watu kuja kwa Mungu kupitia haya mambo anayo, kwa sababu ndio amebeba majibu ya watu. You have to comprehend these things. Dikae ndani yako, then ukishakuwa na hizi dimension 5 ndani yako in full, akawatoa wengine kwa mitume, manabii, wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu kwa ajili ya kazi. Now you call them, come if you want to walk on journey wa perfect. I give you money, I give you healing, I give you everything, and nisikupi ili uje kuchukua kesho. Once I give you, you have it already. You come to church now to worship, not to get rich. You come to church now to give God thanks and glory, to unamimina moyo wako kwa Mungu, si kwa sababu you need a child, no. Si kwa sababu Mungu anahitaji kazi, no. Now unakuja kanisani, we say, oh our Lord, our Father who art in heaven, hallowed be thy. Umeelewa?